Master. Naambi. Naona umekula sana mpaka jasho. Mali ya mjinga uliwa na mjinga mwenyewe. Kwa hapa unakula nini? Nakula mali ya mjinga. Huu ni mchanyato kutoka Arusha hapa. Mix by Yas. Mchanyato, sema mchanyato. Sema mchanyato. Kutoka Arusha. Kwa hiyo ndo hapo mmemaliza kula? Umeshiba? Bado kidogo. Kudadeki. Hadi jasho. Nilikuwa nataka ningepata hata nini? Mapipa mawili ya koka. Wewe. Halafu ukaniletea na ndoo moja ya maharage. Ungechanganyikiwa ninavyokupigia tumbo mpaka linatuna. Mimi nakulaga aise. Waambie. Katika vitu ambavyo navipenda duniani ni hapa tu. Ni humu tu. Ni hapa tu. Waambie. Kama upendi kula wewe. Basi labda wewe ni mzimu. Hata ng'ombe anapenda kula nyasi, ukimpeleka kwenye nyasi ndio anakula anashiba. Sasa hivi tu ugali tu kwenye magenge mnakula ugali vya kimagenge. Kadogo kama nyanya afu unapigwa bovu. Sisi tunajipikiaga sisi, tunapika sisi, tunakula sisi. Kona washauri nini wauni wanaoishi wenyewe? Wauni kama unataka wewe muuni. Achana na mademu na pombe na haya maviloba haya wanaokunywa wauni wa kule stendi. Waje kwenye msosi. Kula msosi mzuri, vaa tai yako, lipuka nini, hata kama unacheza nashi na demu wako pale lodi, hamna mtu wa kukumind. Sasa unajifanya muuni, afu umechoka, sigara nyingi, mara umevimba huko mdomo eti umeletewa umepaka ugolo, mara mwingine kapigwa jino, likanyonga hivi. Kijana acha ujinga, wakati wa kutamba ndio sasa. Tumia akili yako kwa maarifa makubwa. Usije ukaonekana fala kwa kutumia vitu ambavyo havina msingi. Jamaa mmoja tulikuwa tumesoma naye 94 hiyo tulikuwa la 3. 94? Mimi niko la 3. 94 uko la 3? Kipindi hicho yani Tyson alikuwaga mbabe sana Marekani pale. Sasa hivi si mbabe Trump. Kipindi kile sasa Tyson ndio alikuwaga mkubwa wa wababe kama uelewi. Unaona, enzi hizo kulikuwa na vita ya Kosovo. Kosovo Milosevic. Tunajua tu. Kosovo Milosevic kipindi ambacho hebu subiri. Kosovo Milosevic. Ndio vita gani hivi? Mbona sivijui? Hivyo vita vilitangaza kwa miaka hiyo ya nyuma, wewe labda bado hata hujazaliwa mtangazaji. Yalikuwa vita vya wapi hivyo? Vya Ureno na Urusi. Vinaitwa Kosovo Milosevic. Kosovo Milosevic. Muda huu unaendelea kula. Basi mkono. Vita ikagombana sana kule sehemu za Russia, Urusi. Mpaka sasa hivi nafikiri kuna vita huko inasumbua huko. Unaona? Wamegombana. Huku Tanzania sasa. Alikuwepo ule rafiki yangu mpendwa kabisa, huyu mzee Kikwete, yule Kikwete. Ni kwa rafiki yako? Pete na kidole. Saka amua mlete Obama. Obama alipotoka kwao pale Kenya. Akaja mpaka Tanzania. Wewe. Vilikuja vijamaa vya kizungu. Vimevaa manguo kama maroboti vinarodi kwenye ndege. Watu wa Tanzania wote wakashangaa hivi. Ni hatari. Shida. Obama kaja. Akaongea na Kikwete, wanapelekana kule kwenye mikataba yao huko. Obama akuchukua muda akatembea. Tukaletewa neti nyingi sana za kufugia kuku, wengine walifugia kuku. We kama una mbu kwako unajipaka ile dawa ya ngao. Dawa ya nini? Ngao. Dawa ya ngao ndo dawa gani? Nakusimulia hadithi ya zamani sana. Najua wale wazee wanajua ngao ni dawa gani. Kulikuwa na dawa inaitwa ngao. Yani ya kuzuia usiumwe na mbu ili akuambukize malaria. Enzi hizo. Sasa yule mzee akamleta Obama. Obama alipoletwa Tanzania akaja na mabodyguard wanaruka soti.
akarudi kwao. Kurudi kwao tukasikia tena pale Marekani White House imebomolewa na Osama. Tulikuwaga tulali ndani, tulikuwa tunaenda kulala kwenye mapango ya mabatini pale karibu na line polisi. Tukaondoka kwenye hayo mapango, tukahamia tena hapo yale mapango ya Sinai. Unayajua pale Sinai nyuma ya polisi. Tuliogopa tukasema Mwanza sasa imevamiwa na mafilimasoni. Watu wakatangaziwa, jamani kila mtu aangalie moyo wake. Tukaanza kuchukua mabegi, tukaanza kurundikana sasa kwenda kama wana wa Misri unavyowaonaga na mabegi na watoto kama suru. Ilikuwa show. Sasa eti sasa hivi mtoto sasa hivi anakuja anajiona yeye ni sharobaro. Amekula chips, mayai na nini haya manini haya take away yale masoda yale makubwa yale hapa anakula na amekula na nini yale makuku yale wanaita boilo, amekula na boilo. Afa anaenda kula gym, anajifanya mtoto. Boilo ndo nini? Boilo ni yale makuku ya kizungu. Ndio naitwa boilo. Kule Marekani. Sijui huku Tanzania mnahitaji. Kule Marekani mnaita kwamba boilo. Wanaitwa boilo. Kwa hiyo ni wa Marekani eti? Mimi Marekani na ndugu zangu wengi sana. Sasa niambie, naona hapa unachemsha mchanga. Mchanga ni wa kazi gani huu? Mchanga wa push up huu. Baada ya mtu tutaanza kupiga mazoezi. Hapa nilikuwa na uchemsha ili uwe wa moto, alafu ukoe kidogo, alafu ni umimine chini ya gunia, alafu nikiumimina chini ya gunia, naanza kula push up. Au sio? Push up ambazo nilijifunzia huwa ni Korea. Kwa hiyo push up waga zinakusaidia nini wewe? Push up ni mazoezi yanayojenga mwili na kuweka kwenye stance nzuri. Maana sisi tumesomea tiba na mazoezi. Umesomea tiba na mazoezi? Umesomea wapi? Nimesomea Lina General Supplier. Lina General Supplier. Iko wapi? Iko Msoma. Ndio umesoma Msoma? Maeneo ya Kinyanjoi. Maeneo ya Kinyanjoi. Ndio sehemu gani? Mbona sipajui? Wewe utakuwa sio mwenyeji wa Msoma. Kwa wenyeji wanajua Kinyanjoi. Kinyanjoi, yani ukiwa pale Mwigobero. Pale Mwigobero stand. Unapanda boti za kwenda Kinyanjoi. Rukuba. Ni mbali kichizi karibia na Kenya kule. Au sio? Sasa haya mazoezi ndio nijifunza huko, tuliendaga na baba yake Chekinolizi. Baba yake Chekinolizi tena? Baba yake Chekinolizi unamjua? Haya, hebu wewe unamjua Chekinolizi? Hebu endelea na kazi yako tuone unafanyaje mchanga. Wewe acha haya mchanga kwanza, kwa sababu hilo igizo ni kubwa sana, mtu anaweza